Mradi rasmi tulikabidhiwa mwaka jana, kama mlivyoshuhudia nyote tulivyokuwa kwenye hafla ya kuanza kazi hapa, na hatukuanza mara moja kwa ratiba ambazo zilikuwa zimepangwa kama mlivyokuwa mnafahamishwa. Hivi karibuni tulivyowezeshwa kuanza kazi na tukaanza mara moja na ratiba za mradi zilivyokuwa zinaelekeza, na tukaweza kuondoa daraja hapa la zamani lililokuwepo ili ratiba zingine ziweze kuendelea kwenye ujenzi wa daraja mpya hapa. Hatukutarajia kwamba huu mto utajaa haraka hivi. Maana tulijua kwamba mwezi wa 4 wa 5 huwa ndio ratiba ya mvua kunyesha. Lakini mvua zikawa zimewahi zikaanza mwezi wa 3. So kiasi cha maji kilichokuja kwa haraka ndio kikaondoa daraja la njia mbadala diversion ambayo mlishuhudia wiki hii katikati. Tulipata shida ndani ya siku hizi mbili, kuanzia Jumatano na Alhamisi. So kwa sasa tuko kwenye harakati za kuwezesha hii njia mbadala kuongeza seli zingine mbili ambazo mkisikia pale kuna vyuma vinachongwa pale, ili tuongeze midomo miwili nyingine ya culverts tuweze contain kile kiasi cha maji ambacho tuliona kinaweza kawa contain na hizo culverts mbili. So tuseme tu kwamba kila kitu kiko ndani ya uwezo wetu. Mkandarasi yuko kazini, kazi zinaendelea na ratiba zinazingatiwa kulingana zilivyoelekezwa ili tuweze kukamilisha huu mradi kwa wakati. So yale ambayo yametokea kwa kutotarajia mtuwie radhi, lakini tunajitahidi uwezekanavyo ili tuweze kufungua hii barabara ya diversion iweze kutumika kwa vyombo vyote, magari, pikipiki na watembea kwa miguu. Kwa wakati huu tumezuia magari kwa sababu unaweza kaachia magari for example, alafu mvua inanyesha usiku na gari imefika katikati hapo, so inaweza katokea ajali ambayo hatukutarajia. Lakini mbili ambazo zinachonga sasa hivi pale, hata gari taachia tena, ambazo tumepanga at least ndani ya siku 2-3 tutakuwa tumeshaweka zile culverts hapo. So tutarudisha utaratibu wa usafiri kama ulivyokuwa, na daraja lile litaendelea kwa sababu pale mnavyoona tuna nguzo za chini ndefu za piles ambazo unafaa uzijenge kama hali ya maji haipo kama ilivyokuwa juzi na jana. So tunasubiri maji yapungue, tuweke zile nguzo ndefu, alafu tuweze kujenga daraja lile kubwa mpya. So kwa hayo, labda kama kuna kingine za ziada niishie hapa. Asanteni. Majina naitwa Engineer Gilbert Bahesha, manager wa mradi kutoka Nyanza Road Works. Kweli mkandarasi ameanza ujenzi baada ya kuwezeshwa, lakini kwa sasa kinachofanya amefanya kazi ya kuhamisha miundombinu ambayo ilikuwa ni kazi kubwa sana kwenye huu mradi. Mabomba ya maji na nguzo za umeme pamoja na miundombinu ya mawasiliano. Kwa hiyo amekwisha kamilisha hiyo. Ameanza kazi pia ya kufanya maintenance, kuhakikisha hii njia inapitika muda wote, kwa sababu ni jukumu la kimkataba mkandarasi anapojenga barabara mpya ahakikishe ile barabara ya zamani inapitika. Kwa hiyo hii ni jukumu lake ya kimkataba. Baada ya kutoa daraja hili, amejenga hii diversion ambayo tunamtaka aendelee kuimarisha ili iweze kupitika kama ilivyokuwa awali. Kwa hivyo anaendelea na kazi, na tunategemea ndani ya siku 2 hizi ataongeza hiyo midomo mingine miwili ili sasa kuhakikisha kwamba maji yatakayokuwa nakuja yataweza kupita bila kuathiri miundombinu tena. Mkazi wa Kisiwani, mjumbe msaidizi shina namba 9. Mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani, mheshimiwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, waheshimiwa maengineer, nafikiri mmekuja muda mwafaka ambao na sisi tunakuwa na maswali mengi kwa wananchi tunashindwa kuyajibu. Tulikuwa tunauliza tu kwamba je, mnavyoingia site kwamba mnaangalia mnaonana na mbunge, diwani na kamati ya siasa kwamba wanatoa ushauri kwamba eneo hili maji yanakuwa ni mengi, na hata sasa hivi hili daraja tunavyoliona bado hata mkiongeza hizi pua mbili mnavyoshauri kama kitaalamu, bado kwa maji yanayokuja hapa
daraja lililokuwa limefungwa la chuma yalikuwa maji yanakaribia pale juu. Kwa hiyo muangalie, kwa sababu hii changamoto itakuwa ni endelevu na haitakuwa imeisha. Tuangalie namna injinia pamoja mnaofanya hii kazi, muangalie namna ya kuongeza hata container juu ili daraja liweze kufikia lile la mwanzo angalau, ili tuweze kuwa changamoto hizi kupungua mara kwa mara. Asanteni. Kwa majina naitwa Idris Ali Sengelema, ni mjumbe wa serikali za mitaa mtaa wa Kisiwani. Mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani, naomba kuuliza swali kwa mkandarasi. Mkandarasi, iko kifusi ulichoweka hapa kwa sasa hivi lazima kiondoke. Na watu wanaopata adha ni wanafunzi. Wanafunzi wa mtaa wa Kisiwani wengi wanasoma shule ya Kinyerezi, Ali, huku shule ya Bonyokwa ni wachache wanaosoma shule ya Bonyokwa. Na watu ambao wanaopata adha ni wananchi. Wakazi wa Kisiwani hawana uwezo wa kuwapa pesa watoto wao wazunguke wapite njia mbadala. Je, unatuhakikishia vipi hii barabara itapitika ili wanafunzi wapate kwenda kwenye masomo yao shuleni? Unaboresha vipi daraja lako ili lisije likasombwa tena na maji? Kandarasi tumemweka hapa kwa ajili ya kazi hiyo. Ahakikishe kwamba barabara hii inapitika muda wote na bila kukatika mawasiliano. Hii ni jukumu lake mkandarasi. Kwa hivyo tunamwamini na tumempa kazi hii. Si tumwachie afanye kazi. Naomba kumshukuru sana mheshimiwa mbunge Bona kwa kuja kutembelea na kuona hizi changamoto. Naomba kumshukuru engineer kwa maana ya manager wa TANROADS wa mkoa. Naomba kumshukuru mheshimiwa diwani pamoja na katibu wa mbunge Luta na timu nzima ya wananchi wa Kisiwani kwa kufika na kujionea, na maswali yameulizwa na maswali yamejibiwa. Kwa hivyo tutumie fursa hii ya maswali yaliyoulizwa na jinsi yalivyojibiwa ili twende tukawafikishie wale wenzetu ambao hawakupata fursa ya kufika hapa. Baada ya kusema hayo, na washukuru sana wananchi, tunaombeni tumpe moyo mkandarasi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Naitwa Tumike Malilo, ni diwani wa kata hii ya Bonyokwa. Mimi siko mbali na aliyoyazungumza mwenyekiti wa serikali ya mtaa, sababu hata mkandarasi alivyoingia site tulimtembeza kwenye njia mbadala. Kwa kama anavyosema kwamba wakazi wa Kisiwani wengi njia yao mama ni hii. Sasa kama ilivyotokea, sababu swala la mvua haliepukiki, ilivyotokea na mwenyewe leo ametuahidi kwamba una makaravati mengine ambayo atayaweka kwa ajili ya kusaidia hii njia. Kama alivyotuahidi kwamba atafanya ndani ya hizi siku 2 ifanyike ili watu waweze kupita. Njia za kule zinagharimu watu pesa nyingi sana. Lakini pia pamoja na kuwa hii inatengenezwa, ila njia ile ya Macedonia na ile ya kabla ya Macedonia ni muhimu sana. Na tulimwambia lakini alichelewa. Kwa hiyo pia wakati anaendelea na huku, lakini na zile njia 3 kule aziimalishi. Kuna ile ya kilima kirefu, kuna ya Macedonia na ya kabla ya Macedonia. Zikitengenezwa hizo na huku pakiwekwa vizuri, basi na imani kabisa wakazi wa mtaa Kisiwani tutaishi kwa amani. Lakini kwa sasa hivi wananchi tu tuwe na uvumilivu, sababu hii ni changamoto ambayo inatupata watu wote. Hata sisi viongozi pia inatupata. Kwa hiyo uvumilivu tu kwenye kipindi hichi cha mpito, lakini mkandarasi tunaomba sana haya mambo yote uyafanye kwa uharaka wa hali ya juu. Jimbo letu la Segerea kwa jiografia mnajua kabisa kwamba hata mvua isiponyesha Segerea, lakini maji yanayotoka sehemu zingine bado yanakuja kutuathiri. Kwa hiyo mimi nitaka tu nimwambie mkandarasi, ni kweli kwamba sisi tulimwambia siku zile kwamba hili daraja unalojenga kwa njia ya mpito kwamba haliwezi kufanya kazi kwa sababu kutokana na mazingira ya jimbo letu la Segerea. Nafikiri watu wote mnajua, mnalijua kama nilivyosema kwamba maji hata ya mvua ikinyesha sehemu nyingine maji yote yanakuja kwenye jimbo letu. Kwa hiyo daraja lisingeweza kukidhi ile mitikisiko ya maji. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwanza kumpa pole mkandarasi, lakini kumuomba aangalie anafanya vipi ili watu waweze kupita hapa. Lakini kama walivyosema wenzangu, njia nyingine mbadala, kwamba hii itakapochukuliwa na maji at least tuwe na njia nyingine. Hilo ni la muhimu sana sana, kwa sababu hii njia mkandarasi inapitisha watu majimbo 3. Watu wanaoenda Mbezi wanapita hapa, watu wanaoenda Ubungo wanapita hapa, watu wanaoenda sehemu zozote wanapita hapa. Na ndio maana serikali ikaona kwamba hii barabara ni barabara muhimu sana kuweza kuwapitisha watu wengi.
Kwa hiyo tulikuwa tunakuomba ufanye kazi kwa uangalifu, lakini pia kwa kuzingatia mtu yoyote asije akapata madhara katika upitaji wa hapa kwenye hichi kipindi cha mvua. Lakini pia nikupongeze kwa sababu mimi nakaa hapa Bonyokwa, nimekuja na hii barabara yetu kutokea sehemu ninayokaa mpaka hapa, naona kidogo umekwangua, at least kwa wapitaji ambao wanapita huku unaweza ukapita kwa vizuri. Yaani hakuna matatizo yoyote. Mfano pale kwenye Kirima kulikuwa kuna mabonde naona mmekwangua. Na nilikuwa niwaombe katika kipindi hiki ambacho nyinyi mko mnafanya kazi hii, basi muwe wepesi wa kutengeneza barabara ili watu wasije wakapata shida wakati tukisubiria sasa barabara yetu ya lami. Na nichukue nafasi hii kuwapa pole sana ndugu zangu wanaoishi Bonyokwa, lakini ndugu zangu sio wote wanaokaa hapa kwamba wanaishi Bonyokwa au wanaishi Segerea, wanaishi sehemu nyingi. Poleni sana kwamba tumepata matatizo ya mvua, lakini kama mnavyoona mkandarasi anafanya juhudi ili kuangalia ni jinsi gani watu wanaendelea kupita. Asanteni kwa kunisikiliza. Unaangalia Top Plus TV, kilele cha mafanikio.